I told Pastor Eric, I said, now we on the 300 city tour. Nikaambia mchungaji Eric tunaelekea mji wa 300 katika safari zetu. We have just run across Australasia. Tumepitia Australasia yote. So we left on February the 3rd. Kwa hivyo tukaondoka mwezi wa Februari tarehe 3. Preach Sunday morning. Ikiwa Jumapili asubuhi. Super Bowl Sunday. Tukaelekea Super Bowl Sunday. Everybody watches. Kila mtu utazama huo mchezo. A bunch of men in tights. Yeah, it's not good. Anyway, moving right along. Lakini tuendelee. And we preached and we flew straight to Hilo, Hawaii. Na tukaingia ndege tukaenda hadi kule Hawaii. We landed at 5. Tukaingia kule tukafika saa 11. 7 o'clock. Na saa 1 jioni. And then we left the next morning. Na kisha tukaondoka siku iliyofuata. We flew to Fiji. Tukaingia nchi ya Fiji. Well, we skipped the dateline, so we lost Monday. Monday was gone. Mahali ambapo Monday yote tulikuwa kwa safari. Tuesday night we were in Fiji. Na siku ya Jumanne usiku tulikuwa Fiji. Wednesday night we were in Auckland, New Zealand. Na siku ya Jumatano tukawa kule Auckland, New Zealand. Thursday night we were in Gold Coast, Australia. Alhamisi tukawa Gold Coast, Australia. Friday night we were in Brisbane. Ijumaa tukaingia kule nchi nyingine. Saturday we rested. Na Jumamosi tukalala ama tukapumzika. Na tukaendelea. Sunday night we were in Sydney. Usiku tukaingia Sydney. Monday night in Canberra, the capital of Australia. Jumatatu tukaingia Canberra kule Australia. Tuesday night we were in Hobart, Tasmania. Jumanne tukaingia Tasmania. Every night preaching. Kila usiku tunahubiri. Wednesday night we were in Melbourne. Jumatano tukaingia Melbourne. Thursday night we were in Adelaide. Alhamisi tukaingia Adelaide. Friday night we were in Perth. Na Ijumaa tukaingia kule Australia. And Saturday we took the day to do laundry and get everything ready for the next week. Na Jumamosi tukaoga tukaosha kila kitu. Sunday we flew into Singapore. Jumanne siku ya Sunday tukaingia Singapore. Na ile siku ambayo tuliingia Singapore. You can already see it's crazy. Kulikuwa ni mambo ya kushangaza. We were the only meeting in the whole nation. Tulikuwa ni nchi nzima. Every other church had shut down. Kila kanisa ilikuwa imefungwa. And they said, you know, we could. I said, I'm not shutting down. I came to Singapore to preach. I'm preaching. Nikasema mimi sitafunga, niliingia Singapore kuhubiri injili. But it was all still at the new part, you know, it was all people getting used to what's going on. Na watu walikuwa wameshazoea kufunga. And so we had to go there. You walk and they take temperatures. Na kila mahali wanaenda wakikupima joto. They shoot you with a gun and then it comes on the screen, you can see. Wanaonyesha na ile bunduki ya kupima temperature. I'm walking through and they say, oh, na unapita na wanasema, your temperature is fine. Wewe joto yako iko tu sawa. I think we have the arrival now. Na so tukaingia. I'll wait for that, otherwise you're not going to listen to me. Na everybody will be distracted. So we just wait here. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Welcome to the First Lady. Karibu mama wetu wa kwanza wa taifa. Amen. Amen. Glory to God. Utukufu kwa Bwana. We're so glad to have you with us today. Tumebarikiwa kuwa nawe siku hii ya leo. God bless you. Mungu akubariki. Amen. Amen. So, you know, I have a sense of humor and I use it all the time. Unajua mimi ni mtu ambaye ako na ucheshi na saa zingine natumia ucheshi. Sometimes I will say something funny but people interpret the wrong way. Na wakati mwingine natoa kichekesho watu wanakosa kuielewa. He's upset. I'm not upset. Wanasema amekasirika. I just have a bit of sarcasm in my humor. Sina hasira, mimi ni mtu ambaye anatumia that's just the way I am. My brain operates that way. Mimi natembea hivyo na akili yangu inafanya kazi hivyo. Picture me walking through scanners. Naomba unitazame nikipitia kule. Na wanachukua joto yangu. So, I'm in Singapore now and I'm walking Niko Singapore na napitia pale. Your temperature is fine. Na ninaingia kwenye uwanja wa ndege wanasema wewe joto yako iko sawa, wanasema iko sawa. I said I've got a fever. Na nikamwambia hapana, mimi niko na joto. I said got a fever. Niko na joto mimi. They say okay, we'll check again. So wakasema tutaangalia mara tena. Sir, your temperature is fine. Wakasema wewe joto yako iko sawa. You have there's something wrong with your machine. It's not measuring. Nikawaambia hii mashini yenu iko na kasoro, mimi niko na homa. About the fire of God, you know. So
Unajua ukibeba moto wa Mungu. They said, no, you're fine. Wakasema uko sawa mzee. So anyway, my wife said, you probably shouldn't play around like that. Mke wangu akaniambia na wewe unaleta mchezo mahali pabaya sana. I said, okay. Nikamwambia ni sawa. Sometimes we got to listen to our wife. Kwa hivyo saa zingine ni vizuri kumsikiza mke wako, ako na hekima. I want to say this to all the preachers. Ningependa kuambia wahubiri wote. To your wife. Tafadhali sikiza mke wako. And all the ladies said, na wadada wote waseme amen. There've been times when I've sat down with the pastor and his wife. Kuna wakati ambapo nakaa chini na wachungaji na mke wake, na Bwana niambia, I've been telling him all the time what to do. Nimemwambia kila wakati kile atakachofanya. His wife has been telling him. Mkewe amekuwa akimwambia, lakini hasikizi. Thank God for godly women. Nashukuru Bwana kwa ajili ya wake ambao ni wacha Mungu. Anyway, so na hata hivyo, we finished the meeting in Singapore. Tukamalizia kongamano la Singapore. Monday night we in Jakarta. Siku ya Jumatatu tukaingia hiyo nchi. Tuesday night we were in Bali. Tukaingia Bali, Indonesia. Wednesday night we went into General Santos in the Philippines. Jumatano tukaingia kule Philippines. And then Thursday we were in Manila. Na hata Alhamisi tukaingia Manila, Philippines. And you could see it was like a boom coming down behind you. Unaona ni kama mlipuko kila mahali, maana kila kitu kimefungwa. And I said to my wife, if they find anybody with this thing, nikamwambia mke wangu akimpata mtu aliye na ugonjwa, nitabidi ya kwamba watuweke kwenye quarantine kwa hoteli nzima. Tutafungwa huku Asia. I like Asian food, but I can't. Ninapenda chakula cha kule Asia. You know what I mean? Unanielewa? I love different cuisines. Ninapenda chakula cha tofauti. Lakini wakati unahitaji tu ufike nyumbani ule chako cha nyumbani. And so we were to leave that midnight at 12 o'clock. Kwa hivyo ilitupasa tuondoke usiku wa manane saa 6. And then go to Ponape. Na tuingie kule which is a little island in Micronesia, ambayo ni kisiwa kidogo kule Asia. Where the people have been waiting for me for 15 years to come. Mahali ambapo watu wamenisubiri miaka 15 niingie. And we were going to do one night there. Na ili tuhitaji tuhubiri usiku moja peke yake. Be Friday night. Maana itakuwa ni siku ya Ijumaa usiku. We would refuel the plane. Na kisha tujaze ndege mafuta. To Hawaii. Na tuondoke tuelekee Hawaii. Friday night of the same day. Ijumaa usiku ile siku. In Honolulu. Kule Honolulu. That way I get 2 Friday nights done. Na hapo ndipo niliweza kufanya Ijumaa mbili. Same day. Siku moja. That's fun. Hiyo ni mambo ambayo ni mzuri. To have 2 Friday nights. Kuwa na Ijumaa mbili. Let me tell you. Wacha nikueleze. The day is going to come. Siku moja inaja. I'm going to take a supersonic plane. Na nitachukua ndege ambayo inakimbia haraka. I'm going to preach in Dubai. Nitahubiri Dubai. I'm preach in London. Nihubiri kule London. I'll preach in New York. Nihubiri New York. I'm going to preach in Los Angeles. Na nihubiri Los Angeles. I'm going to preach in Hawaii on the same day. Hawaii siku ile ile. I will chase the sun. Somebody said, why are you going to do that? Nitakimbiza jua. Because I got a dream I'm going to do that. Waniuliza nifanye hivyo na mwanakwambia nitaota ndoto. Somebody said, do you know how much that costs? Mtu akasema wajua hiyo inagharimu nini? Who cares? Nani anajali? I don't. Sijali hayo. I will preach in those places. Nahubiri maeneo hayo yote. In one day. Kwa siku moja. Just to put it on the books. Ili iweze kunakiliwa kwenye vitabu. Amen. Amina. Listen, God wants you to do some things. Mungu anataka ufanye mambo mengine. To set the trail, to be trailblazers. Ili uwe mtu wa kuteketeza ama kuwasha moto.